So God, give glory to God. Mwambie Bwana asante kwa mema ulionitendea. Jina lako linuliwe, jina lako litukuzwe. Mwombe Bwana akusaidie kumaliza vyema. Kuna watu walianza wakiwa wameokoka na leo wokovu haumo ndani yao. Kuna watu walianza wakiwa wamesimama katika imani, but today imani zao zinayumba yumba. Mwambie Bwana nisaidie kumalizia vyema. Mwambie Bwana nilinde kutokana na kila mitego yote ya adui. Mwambie Bwana ondoa kila mitego iliyotewa mbele yako. Mwambie Bwana niondolee roho za kisilani, roho za makezi, niondolee Bwana. Rakabosha rabagada. Mikono yako ikiwa juu, mwambie Bwana nisaidie nimalizie vyema, in the name of Jesus. Sharabagada. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ningeomba upate kuketi na uinue mikono yako juu. Mwambie Yesu nisaidie kumaliza vyema. Mwambie nisaidie nipate kumaliza vyema. Mwambie help me to finish well. Karaba shota la bagada. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Kwa wageni waliotutembelea, naitwa Askofu Muriuki na ubiri hapa Chuka KCC, na nashukuru Mungu kwa wote waliosimama nasi kule Mombasa Crusade, mchungaji wa Majaoni, wenyeji wa Majaoni, DCC wa Kisauni, hospidi wa Kisauni, wote ambao walisimama na sisi including the OCS, na kila mmoja ambaye alisimama ku make sure that huo mkutano umefanikiwa. Mungu ambariki sana. The members of KCC Chuka Majaoni, may God bless you kwa kujitolea kwenu na kusimama katika nafasi. Nataka tuweze kuwa na maombi leo, maombi ya kumaliza vyema. Maombi ya kumaliza vyema. Tunaingia January 31st, kila mmoja huwa anafanya declarations, na huwa napenda sana kuanza mapema. Unaachilia makombora kule, unaenda unatangaza vile unataka huko mbele. So now huu ni mwezi ambao watu wengi huwa pia wana relax, hawaombi, wanatulia, na ni mwezi ambao unastahili watu waombe sana. Ni mwezi ambao watu wengi wanahudumia meza kuliko vile wanahudumia the body of Christ. Watu wengi hata sasa the plans that they have ni vile watavaa, vile watakula chapati 10, vile watachinja mbuzi, lakini hakuna mtu anajiuliza lengo la Yesu kuja dunia hii, alikuja kufanya nini? Yesu hakuja kwa sababu ya kuchinja mbuzi, hakuja kwa sababu ya kula pilau, alikuja kuokoa maisha ya mtu. Alileta upendo duniani,
alileta amani duniani. Kwa hivyo tunapojiandaa, jiandaa ukijua kwamba unaweza ukafanya mambo mengi, all in vanity. Unaweza ukalisha watu na Januari ukalia. Unaweza ukajionyesha vile wewe ni mtu ondari, ukamalizia bila meno. Kwa hivyo lazima ujiangalie vizuri na uangalie maisha yako ili usije ukamalizia vibaya. Adui mkubwa wa maisha ya mtu ambaye anataka kumalizia vyema ni ulimwengu. If you compromise na ulimwengu unaweza ukakufanya uanze vibaya. Na mimi nakuombea uanze vyema in Jesus name. 2 Timothy chapter 4 verse 10, maana Ndema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thessalonike. Kresk amekwenda Galatia. Tito amekwenda Damasia. Luka peke yake yupo hapa pamoja nani. Umtoe Marko umlete pamoja nawe, maana anifaa kwa utumishi. Somebody say amen. Nataka pia tuweze kusoma Song of Solomon chapter 2 verse 15. Tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waiharibio mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Somebody say amen. Ambia mwenzako leo unaenda kukamatiwa mbweha. Haleluya. Mbweha ni wanyama wadogo, na hawa mbweha huwa wakati mizabibu imeweka matunda, imeweka maua, mbweha wana mazoea ya kupanda, kuitingiza, inamwaga maua. Meaning that maua yanapomwagika hakuna matunda. Kuna watu kazi yao ni kukutingiza psychologically, ni kukutingiza to make sure that chochote kile ulikuwa umeshikilia kimeondoka. Biblia inasema kwamba Paul akawa anatumana, akawa anasema Ndema aliniacha kwa sababu ya kupenda ulimwengu. Tuko mwezi ambao watu wengi huwa wanaingia kwa mwili sana, na mwili na roho huwa zinashindana. Sasa Ndema aliacha huduma akachagua kufuata ulimwengu. Ndio nimekuja leo niombe Mungu akusaidie ili upate kumaliza vyema. Maana Ndema alikuwa na imani kama wewe, alitembea na mtume Paulo, lakini akafika mahali akaona ulimwengu uko more better than the kingdom of God, na akaamua kufuata ulimwengu. Nimekuja nielezee mtu hivi ya kwamba Ndema, he was a co-worker with Paul who loved the world more than he loved God, na akamwacha Mungu. Mungu, hakuna siku hutasimama umwambie Mungu nimekuacha, lakini kile unachokipenda kinaweza kikasababisha Mungu awe na wewe au Mungu akuache. Ndio nikasema umpende Mungu kwa moyo wako, na huo unaweza ukakumbuka ya kwamba niko vile nilivyo ni kwa sababu ya Mungu. Ni Mungu amekubeba, ni kwa msaada wa Mungu tumesimama. Maandiko yanasema kwamba akakataa imani akafuata the world, lakini Biblia inasema kwamba mstari ule
wa 11 anasema, Luka peke yake yupo hapa pamoja nami, umtoe Marko umlete pamoja nami nawe, maana anifaa kwa utumizi. Kuna watu ambao unaweza ukatembea na wao. Kumbuka Marko walikuwa na Po, lakini ikawa Po akaangalia akaona mimi ni kana kwamba Luka ndiye ananifaa sana, akaangalia labda Dema ndiye ananifaa sana, na akamwacha Marko, na Marko naye akapatana na Barnabas, na akaweza kufundishwa na akaweza kukomaa na akawa msaada sana katika huduma ya ufalme. Ndiyo sasa anatumana, nasema utakapokuwa unarudi uniletee na Marko pamoja nawe, maana ananifaa kwa huduma. Ninaomba nyumba hii kuinuke watu wana roho kama ya Marko, watu ambao they are led to serve in the kingdom of God, ya kwamba wasiwe kama Dema. Dema anaacha imani, anafuata ulimwengu. I don't know Monday tukiachana huo unalala wapi? I don't know Tuesday unalala wapi? Sijui unakula nini Monday tukiachana. Ndio nasema kile ambacho unachokipenda, ambacho ni alamu kibibilia, ambacho ni dhambi kibibilia, elewa wewe na Dema hamna utofauti. Ndio nimekuja leo to challenge the spirit of Dema. Niwaambie kwamba hii ni roho ambao huwa inaiba mtu. Ni kama hawa mbweha wanatingiza wakati zabibu inachanua. Ndio Solomoni akawa anasema, nikamatieni wale mbweha wandogo, maana lazima uangalie maisha yako na uweze kujiuliza, ni nini huwa inanitenganiza na Mungu? Ni nini huwa kinanitoa kwa upendo wa Mungu? Alipoangalia akaona mbweha wandogo wanajaribu kuharibu upendo wake kwa mpenzi wake, ndiye akasema, nikamatia hawa mbweha wandogo ambao wanaiharibu mzabibu wakati inachanua. Nimekuja nitangaze mwezi wa Disemba, zabibu zako hazitaharibiwa, biashara yako haitaharibiwa, watoto wako hawataharibiwa, mke wako hataharibiwa, mzee wako hataharibiwa, hata roho wa mawazo. Na wale wameroa tunawafungua. Eti hawa mbweha wanapanda zabibu, mbweha hawakuli zabibu, lakini wana roho ya distractions, wana roho ya kuharibu, wana roho ya kurundisha mkulima nyuma. Nimekuja nitangaze hapa leo, niseme ya kwamba chochote kile adui amepapas kuharibu kabla hujaingia mwaka ujao, nimekuja niweze kusimamisha the same power that Jesus used wakati alikuwa anavuka bahari na mawimbi yakainuka, dhoruba ikainuka, na Yesu aliposimama akaizuia, akasema be still, akasema be still. Na milioni nimekuja niseme hayo mawimbi ambayo yamepangwa na adui yakasimamishwa leo kwa moto, yakasimamizwa kwa nguvu. The same power Yesu alitumia, nasema hiyo ndio nguvu inatumika leo. Lakini na wewe usikubali kufuata Dema, usikubali kupotelea kwa ulimwengu, mfuate Yesu, maana yeye atavunja malango ya shaba. Alipokuwa napita, alipokuwa kwa jela na barabarani, kila milango iwe ni ya chuma, milango ya shaba ilipomuona ilifunguka. Sio kwa sababu Pita alikuwa na nguvu, lakini aliyekuwa mbele yake alikuwa na nguvu. Ninaomba Yesu akuongoze unapotoka hapa leo. Kule utapitia, Yesu atasababisha. Nasema once the Lord steps in your life, things will change. Huu ndio ujumbe nilihubiri crusade siku 3. Nikasema Bwana anapoingilia, maisha ya mtu inabadilika. Inua mikono useme, Bwana ingilia kwa maisha yangu. Nasema Bwana anapoingilia, hata kama ulikuwa umesukuma ukafika mwisho, kuna kuinuka tena. Bwana anapoingilia, hata kama walisema uwezi, inaonekana unaweza.
Bwana anapoingilia, hata kama walikulijeti wanakuaccept. Nasema sema Bwana ingilia maisha yangu. Anapoingilia ukiwa mgonjwa unaponywa. Anapoingilia ikiwa kuna vitu vimekufa vinafufuka tena. Inua mikono useme Bwana ingilia. Sema Bwana ingilia. Kila unapoamka kwa safari from today, unamwambia Bwana asubuhi, Bwana ingilia kwa safari. Ikiwa unaenda kazi unamwambia Bwana ingilia. Watoto wakirudi shule unamwambia Bwana ingilia. Inua sauti kama mtu ana imani, mwambie Bwana ingilia kwa nyumba yangu. Mwambie Bwana ingilia kwa watoto yangu. Mwambie Bwana ingilia kwa kazi yangu. Ninasema under the heavy anointing, receive fresh anointing to finish well. Nasema pokea mafuta mabichi ya kumalizia vyema. Ninasema you are unstoppable from now. Pokea mafuta ya kumalizia vyema. Ninasema Bwana anapoingilia lazima umalizie vyema. Nasema Mungu anapoingilia lazima umalizie vyema. Halo. Bwana anapoingilia, once the Lord steps in, mambo inabadilika. Sometimes unaweza ukafikiria you need money but you need God. Mungu anapoingilia maisha ya mtu yanabadilika. Ningependa uelewe hivi. The love of the world slowly pulls people away from God. Kwa hivyo usikubali kuupenda ulimwengu sana kuliko vile unapenda Mungu. Make sure kwamba Mungu umemweka mbele. Don't compromise with the sin if you want to finish well. So this is a counsel from your bishop that don't compromise with the world if you want to finish well. Kuna watu ukunywa pombe in the name of Christmas. Kuna watu uiba in the name of I want to have a colorful event. Mambo yote tunafanya ni vanity. I'm not saying that unastahili ukule kula, piga sherehe, lakini jiulize hapa ndani ya moyo wako. Are you still in a relationship with God or not? Ukiona umekosea, nafasi iko leo. Ndio Sulemani anasema kazi nikamatia hawa little foxes. Vitu dogo dogo ndio inafanya mtu asiwe na favor mbele ya Mungu. The little foxes spoils the vine. Uongo. Kuna mtu hata atadanganya ndiye apate pesa. Small compromise grow into major failures. Those little things that you are doing huwa inakuwa kushindwa katika maisha yako. So if you want to finish well, don't compromise with little sins. Because unaweza ukasema my sins are very little. Hakuna dhambi dogo na kubwa. Njera ya mwizi wa kuku ndio njera ya mwizi wa ng'ombe. Tunaelewana? Kwa hivyo dhambi ni dhambi. Then elewa, nobody who is too strong not to sin. Everybody can sin. Angalia environment ile unaingia iko sawa kwako. Praise the Lord. Iko sawa kwako, because kuna maeneo mengine utaitwa useme no, siwezi ingia hapa. Kwa sababu gani? Inakuchafua mawazo, inakutia unajizi kwa kile unachokiona. 1 Corinthians chapter 10 verse 12 inatuhimiza that let him who think he stands take heed lest he fall.
Yuyo ambaye anajidhania amesimama. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama, na angalia sianguke. Utalikuwaje pati na ndugu na ana mke, na wewe ni msichana, unasema unajua huyo ndugu ameokoka, amejazwa. Izoki, unaweza ukawa unafikiria ameokoka na amejazwa, lakini hajakombolewa. Iwe kwao ni kama kwa kina Daudi. Daudi anaua dubu, anaua simba, lakini wakati amefika, ameona mke wa Uria akiwa naked, alipanga haraka vile atamuua, na akachukua yule mke wake. Aliua dubu, aliua simba. So be wise. Be wise. Utalikuwaje? Nimekutana mpaka na maaskofu waliokutana na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja ni rafiki yangu that time alikuwa pastor. Alikuwa pastor. Wakaalikwa. Unajua adui wa mshirika ni mshirika mwenzake. Niwaambia adui wa pastor anakuanga pastor mwenzake. Praise the Lord. Huyo ndiye atafurahia akiona pastor ameanguka. Nako ni karo, kila mtu huwa inabidi akashinde. Ni kama pride. Hakuna mtu ananga pride. Ni ile sasa wewe unaimeza. Hautaki. Unajua pride inaonekananga ukiongea au ukitembea. Lakini kila mtu anasikianga kitu kakujisikia pale.